Ile kazi imefanywa hapa na kanisa kujenga hiyo ukuta, hiyo gate nimepita hapo nimeona sura ya kanisa, hata vile watu wakiingia hapa vile mmejipamba jipamba. Hiyo uniform ya miaka sijui ngapi lakini bado ni nzuri, ni safi. Sasa ukipita hiyo barabara inatoa picha ya hapa pale nyingine ama namna gani jameni? Na ndio nataka tusikizane hapa. Tuko na jamaa anaitwa municipal manager, huyu asimame hapo. Huyu ndiye tulimpatia kazi ya kuja kuwa municipal manager hapa ndani ya Limuru. Tuko na huyu mheshimiwa mkuu, na huyo ndio hiyo barabara labda inakaribia hapo kwako. Hii wiki tunaanza Monday kufika Friday, hiyo tuache. The other Monday tutakuwa hapa. Hiyo barabara inyoroshwe ikuwe 100%. Nitatumana vitu zote. Between Monday and Friday ni planning. Na tupange. Tulete mashini tutengeneze. From the other Monday ni kazi. And please, msituaibishe tena, mhakikishe kwamba hao watu wenye tunapatia kazi they do the right thing. Ndio hiyo kazi ikushe. Kwa vile tuliongea tukasema hiyo kazi itafanyika. Ya pili, wakati pia moderator alikuwa anaongea, ameongea sema angeuliza angepata nafasi mambo ya mataa ama taa nzuri pale ya mulika mwizi. Sisi tunaweka mataa ya sola. Labda wengi wenu hamkufuata. Wiki iliyopita nimetembea hii Limuru yote kwa kila ward. Nilibadilisha mpango wa hii kaunti yetu ya Kiambu. Ni vizuri mjue. Tulisema kwa public lighting yote, mataa yote ya umma, kama ni ya kwa mahospitali, mashule na bahali pengine, tumekuwa tunapoteza pesa nyingi. Na ni mzuri mjue wana Limuru, wana kanisa letu la St. Francis. Kwa vile hizi ni pesa zenu, sio za governor. Governor hananga pesa. Pesa yenye governor anakuanga naye ni ya ushuru. Ushuru hutolewa na wananchi. Hata rais mwenyewe hana pesa. Hakuna serikali inapigaka biashara ya kutengeneza pesa. Pesa inachukuliwa kwa wananchi, inawekwa kwa kikapu ya serikali, itumike kwa kila mtu. Sasa yenu ile mmekuwa mnatoa kwa ushuru kwa hizo serikali zingine zote. Serikali 3 mlichagua mbele ya governor 4. Tumekuwa tukitumia 700 million kwa kila mwaka kulipa bill ya Kenya Power. Alafu ukikuja hapa Limuru usikia ati watu wako na pesa ya kutoa 700 million ya kulipa bill, hawezi kutengeneza hii barabara ya kutoka hapa mpaka pale ya shilingi milioni 2 or even less. Ndio nimeingia kwa hii serikali nikasema lazima tuanze kulainisha ile mambo imekuwa inafanywa kombo ni kama haku mzuri. Mataa yetu yote ya raia sasa ni sola. Tulianza hapa Limuru, kila ward tumeweka. Na tuko na zingine tunaleta mwezi wa 2. Tuko na zingine tutaleta mwezi wa 5. Tukiwa tunazunguka kila ward. Hicho kikao hapo kwa stadium ambapo tumeombwa hapa na moderator. Nataka tusikilizane vile tulivyofanya hapo kwa Limuru Central hapo kwa ile uwanja kama taa mingi. Mkuu na wewe ndutana hapo kwanza ni kwako. Vile uliweka ile mataa pande ile ya Kwambera hapo yenye inapita huko. Sasa kwa vile tuko na mataa kidogo imebaki, tutakupatia mataa kuja hapo kwa hiyo stadium. Angalia, piga hesabu mzuri. Alafu tukuongeze mataa kidogo, weka hiyo yenye father ameomba hapo. Yenye moderator ameomba hapo. Ndio tuone namna gani. Kama kuna mahali itahitaji mulika mwizi, tuweke pia. Si tutakuwa sawa sawa jameni? Ndio hiyo shida hiyo mataa ikuishe. Wakati tulipanga kujenga stadium ya Limuru, because Limuru ni kweli has no stadium yenye inaweza tumika. Kwa mara ya kwanza tulipanga kule Ndeya. Na tumenyorosha, tumelainisha, tumenunua kila kitu, tulikuwa tunaweka mpaka mikeka na tumenunua everything. Na iko tayari kutengeneza. Hiyo najua tutaimaliza mwezi wa 3 hapo mwishoni. Nataka pia tuahidiane na nyinyi ya kwamba ile stadium yenye inaweza kuwa ya maana zaidi ni hii stadium ya hapa Limuru. Na kwa hivyo mwanzo wa mwezi wa 2 tuweke hiyo ukuta yenye nduta anasema. Tuhakikisha kwamba tumesekia hiyo ardhi. Alafu tuwatengeneze stadium nzuri, mahali hata mikutano kubwa ikikuja itakuwa inaenda hapo kwa hiyo stadium. Si ni sawa sawa jameni? Kwa hivyo
hiyo tutafanya. Nafikiri yenye tunaweza taja tu kidogo hapo kwa mheshimiwa mkuu ni kwamba mheshimiwa mkuu upande wa Bibilioni alikuwa ametuomba tumalize hospitali yetu ile ya Bibilioni. Mnajua ya kwamba hiyo hospitali ilianzishwa miaka 7 zilizopita, haijawahi kumalizika. Wakati mmenipa kazi, nimekuja nikakagua huyo contractor, nikaona huyo contractor hawezi kumaliza hiyo kazi yenu. Nilimlipa, nikamlipa tena, akaleta ujeuri, jua kali, ukora, sasa ikabidi nimfukuze. Tumepata a new contractor, nitawaita pale in 2 weeks time tuanzishe kumalizia hiyo hospitali, and we expect mwezi wa 4 April hiyo hospitali tutakata tape, watu waingie ndani. Kwa hivyo hiyo kazi tumefanya. Hapa hivi hii area hapo karibu, tulikuwa hapo juzi na mkuu odho, sijafika hapo, alikuwa ameniomba kwa vile ile cemetery hapa, aliniambia hapo kwa hii cemetery hapa, wakati tunakuja kuleta watu hapo wakati ya mazishi, wamama wanakimbia hapo kichakani, wazee wanakimbia kichakani pande nyingine. Akaniambia tusaidie tujengee choo nzuri hapo ya kutumika pale kwa cemetery, na tulijenga na imemalizika na inatumika. Kaburi nyingine huko juu Murengeti pia tulijenga. Kwa hivyo wakati sasa mnakuja kwa cemetery hapa, hatusemi watu wakufe ama namna gani jameni, unasema ati governor alikuja kutabili, lakini hiyo inaweza tumika. Nafikiri nimalize kwa vile sitaki kusema mengi sana, nisikose kusema mambo ya masomo. Mambo ya masomo, tuko kwa wakati sasa wa kupeana bursaries. Tumekuwa tunazunguka kuleta bursaries na hapa tunaleta, lakini kabla sijaanza kupeana bursaries hizo, nilisema namsikie watu wetu wa Limuru, kwa vile nimewatolea shukrani, mlinipa kazi kama governor. Mmenipa kazi nikiwa governor wa 4 hii county ya Kiambu. Primary schools tuko na 524 primary schools in Kiambu County. Kwa hii mipango mnaona ya serikali kuu, wakati tulipata katiba mpya, new constitution na devolution, kazi ya shule za msingi za chekechea zilipatiwa county government. Hii county nyingine zote na magavana wengine miaka 10 walitawala, hakuna shule moja out of 524 iliwahi kujengwa shule hizi mnaona tunajenga za watoto. Mimi ndio nimeingia nikasema hatuwezi kuwa tunalalamika jameni wana Limuru ya kwamba vijana wetu wamejaa hapa Limuru town hawana kazi. Wasichana wetu tunalalamika hawana kazi. Na sisi hatupanga masomo yanaanzia kwa msingi. Alafu ndio mtoto akifika kule juu ako na elimu ile inayofaa kutafuta kazi mahali inayofaa. Na father uniruhusu niseme hii kwa vile ni ukweli. Sisi hapa kwa hii Limuru tuko makabila zote. Lakini angalia, uende kwa sisi kama sisi watu hapa Kiambu hii, unaona? Enda kwa mahali yote, zile institutions kubwa kama kule kwa high courts, enda kwa universities, enda kwa mahali, ukihesabu percentage ya watu wetu ambao wanatoka hii Kiambu yetu wako hapo. It doesn't matter which tribe, lakini hamna, kwa vile masomo yalirudi nyuma. Ukiingia kwa hizi shule hizi kubwa, enda Alliance High School, niko na watoto wamesoma hapo. Enda Mangu High School, enda any of those schools, hesabu percentage ya watoto wa Kiambu. Usiulize kabila, mtoto wa Kiambu how many? Very few, because elimu ilitupwa huko mwisho ndani ya hii county. Sasa ndio nimesema kwa hizo shule za msingi na haswa hiyo nursery. Mzazi mbeleni ukipeleka mtoto nursery, peleka private. Akitoka private sasa ndio naenda kutafuta shule ya class 1 ya serikali. Ndio nikaleta hii mapinduzi. Saizi kwa hizo 524 schools nimejenga na hii timu yangu shule moja 239 zimemalizika. Mwezi wa pili tunaanza another 62. That means by June nitakuwa nimejenga, by 2025 mwisho tutakuwa tumejenga zote, all the 524 finished in 2.5 years. That was never done in 10 years. Na najua
tukiendelea namna hiyo, sasa kutoka hapo tena tuende kwa kazi nyingine. Hii hospitali mnasikia mkuu anasema namjengea hii ya bilioni. It's not only that one. Ndani ya hii Limuru saa hizi hapo Ndeia ni kumaliza, ninamaliza hospitali ya level 3. It is getting finished. Hii hospitali tumetengeneza, tuna renovate, we are finishing hata ile nyingine yenye ilikuwa hapo. Ndani hapa Limuru Central hapo kwa huyu Nduta. Ile hospitali yake hapo ya Lironi tumeyamukia pia. Tuliungana, kuna watu walikuja tukasaidiana, watu ya Safaricom, na sisi tukaweka pesa yetu. Tena naye hapo tunatengeneza hospitali. So what we are doing is to make sure kwamba huduma ya hospitali iko mahali, kila mahali. Na kwa hivyo hiyo kazi najua itaisha mzuri na nyinyi mtatushikilia na kazi iwe sawa. Kwa hivyo mwache nimalizie hapo. Sitaki kusema mengi, niseme Father wetu kwa hii watu wengi, huyu jamaa, huyu rafiki yetu, huyu Wallace, tunakuanga pamoja. Wapi wale wengine? Wapi? Haya, na watu wa hii kanisa wenye wako, unajua nimesikia watu wakisema kwamba sisi hatuna watu wenye wanafanya kazi na sisi. Unfortunately, huyu rafiki yangu sasa alipata ajali kidogo, nimeona na niliambiwa tutasaidiana. This gentleman hapa, huyu Philip ni mmoja wa hapa. All of this kuna hapa, ndio wote, lakini hawako, ni watu wa hii kanisa. Nimesema tufanye kazi pamoja. Watu wa Limuru wengine wenye mko hapa, the whole of Limuru, watu anybody from Limuru ambaye tunafanya kazi nao pamoja. Yes. Kwa hivyo tunajaribu kusaidiana. I know kila kitu itakuwa sawa. Kwa hivyo nataka nimalizie hapo. Nataka nimalizie hapo. Okay, huyu mkuu musha mambo ya kwaya na sijasahau, nilikuwa nataka tuseme, kwa vile bado hapa tuko na vijana wengi, ya kwamba tukifikia mwezi wa 3 tutakuwa tumeweka hiyo cabro machine kwa hiyo Kameridho ile Polytechnic, na vijana wote wa hapa sasa more than 500 young men kila siku wanaingia pale. Wanasema shift ya leo ni hawa, shift ya kesho ni hawa, shift ya hapo, na hiyo kazi yote wanafanya tukiweka hizo mashida hii mahali yetu, kutengeneza hii tu barabara yetu yote hapa, kuunda hiyo town ya Limuru yote, kuweka kabro, kuunda huko kwa Mbera, huko kwa huyu Nduta tulitengeneza, to make sure kwamba hii Limuru imekuwa mzuri. Lakini hii ya barabara hapa hii tutaanzia mapema. Kwa hivyo nafikiri tuseme hivyo. Tumeambua leo tuko na Sunday challenge, inakuwa ni ya kila siku. So Father wetu, kwa ruhusa yako tumekuja tukiwa wengi, utupe sisi ruhusa kwa vile tuko kanisani. Although hatukuwa tumekuja hiyo mambo mengine, hiyo tutapangiwa tukuje, lakini hatuwezi kupata mko na challenge na sisi tukae kando ama namna gani jameni? Simnipe ruhusa tu tufanye hiyo ya Sunday challenge peke yake, ingine tutafanya siku nyingine. So mkinipa ruhusa mimi ya Sunday challenge, na tutafanya hii challenge pamoja na hiyo waheshimiwa yote, hata nyinyi mfanye challenge. Kwa hivyo Father, mimi nitasema yangu ya challenge hapa. Okay. Na nyinyi mtume yenu kwa simu. Simlichukua namba yenye Father alisema? Okay, tutasikia matangazo next week. Kwa hivyo yangu ya challenge hapo, leo nitatoa challenge yangu ya 200,000. Alafu sasa unajua Father, vile tulivyoongea na wewe mbeleni na tumekumbushwa hapa na moderator, tuko na hao watoto hapo wenye wamekuwa wanajifundisha mambo ya na wanafanya mpaka embroidery. Na niliona siku hiyo wakati walikuwa wanashona mzuri. Sasa unajua tumeambiwa kwaya mnahitaji uniform, si ndio? Mimi nataka nitawacha shilingi 1,100 hapa. This 100,000. Hawa watoto wetu hapo wenye wanashona hapo, sasa nyinyi muingie hapo, mpimwe uniform pamoja na hao.
na washone hiyo uniform, tuone kama watashona, na kama kuna bill ya 1000 yangu, so father ataniambia, so tukikuja next time tupate mumeshine zaidi ya vile mumeshine leo, ama ni aje? Lakini sio kusema ati wimbo haikuwa ina shine. Wimbo ilishine. Sawa, ilishine sana. Kwa hivyo congratulations, tuseme hivyo, tuite mheshimiwa mkuu kuja hapa. Challenge ya mkuu kwa vile ndiye mwenye hii area, ametupatia shilingi 10,000 aweka kwa challenge ya leo. Haya, huyu ndio wetu wa upande wa Central, 10,000 yake ya challenge. Alafu na Deputy Speaker wetu naye ametupatia 10,000 kwa hiyo challenge. Huyu kiongozi wa wengi anaitwa Musheke Mutugu ametupatia 15,000 kwa challenge yake. Huyu ni mheshimiwa hapa Limuru, amechaguliwa hapa Limuru, ametupatia 5,000, anaitwa Professor Ngaruya. Huyu jamaa umesikia sasa anaitwa spokesman na anakaa kuongea sana, si ndio? Sasa yeye ametupatia shilingi 5,000 ya challenge. Haya, huyu ni kijana mdogo. Sasa mambo yake inaongelewango hapo na majority leader, hakuongea, lakini mimi sitasema hiyo tutaachia majority leader na mkuu, na mwambie father, kwa vile hii kijana ni kijana mzuri, ni MCA wetu huko upande wa Komodhai na ako mawindoni. Anatafuta mtu mzuri wa kuishi na yeye. Na hapa Limuru hatuna upungufu, ama tuko naye? Si tunaweza kuangalia hivi tupate, kama tukipata mtu mzuri, huyu jamaa abarikiwe. Na amechaguliwa kwanza, huyu anaitwa Wanyuto, ametupatia shilingi 5,000. Haya, huyu rafiki yetu anaitwa Mose kutoka kule Katondo North, ametupatia 5,000. Huyu anaitwa Nyuto, Mheshimiwa Nyuto ni wa kule upande wa Kejavi, ametupatia 5,000. Kietu sana huyu. Huyu anaitwa Brian Simiyu Brian, na ni mtu amebarikiwa sana huyu. He is the only Luya, Mbaluya wa kwanza kuchaguliwa ndani ya hii kaunti ya Kiambu kama mheshimiwa. Mpigieni makofi. Ametupa 5,000. Huyu ni yule mzungu mlimuona, lakini mzungu amechukuliwa, huyo muachane naye. Huyo asitafutiwe mtu wako na mwenyewe. Ametupatia 5,000. Haya, huyo anaitwa Wambui. Wambui ametupatia 5,000, ametoka Kikuyu. Asante Jane kutoka Juja, naye ametupatia 5. Asante. Haya, huyo anaitwa Zipi. Zipi naye ametupatia 5,000. Haya, huyo anaitwa Tabitha, ametupatia shilingi 5,000. Wairimu yake ni 5 na ni mheshimiwa pia. Huyo anaitwa mheshimiwa naye ametupatia 5. Mpigeni makofi. Kutoka Kabete. Haya, huyu naye anaitwa mheshimiwa Kenyanjui. Huyu ni jirani yenu pande ile ya juu. Na ameoa hapa huyu kwanza. Huyu bibi yake ametoka hapa Bibilioni, ama ni aje? Na huyu ni jamaa mzuri, na mnajua yeye amebarikiwa sana, si ndio? Kupata bibi Bibilioni hapa Limuru sio kitu rahisi. Na ya pili, mabibi ya hapa kama anataka ushahidi aulize, ametoka hapa. Na mimi niko na bibi mzuri. Kwa hivyo najua hata yeye anafurahia hiyo maneno, si ndio? Sasa ametupatia shilingi 5,000. Isipokuwa ni vile tungeongea mbeleni tungekwambia uongeze, lakini tutakuongezea yako na ya bibi. Na kuja wakati wa challenge, ama ni aje? Wakati ya ile nini? Dina, gala. Ndio walete mama. Asante. Huyu mwalimu anaitwa Teacher Alice, ametupatia 5,000. Huyu anaitwa Winnie, ametupatia shilingi 5,000. Haya, sasa naye Sheila ametupatia shilingi 5,000. Asante. Haya, Rahab ametupatia shilingi 5,000. Josephine ametupatia shilingi 5,000. Wote ni waheshimiwa. Na tu wote ni waheshimiwa. Haya, asante sana. Naye Chief of Staff ingi tunaweza kuwa hatuna zile unajiponda ponda mingi kwa maisha, lakini kitu moja tuko naye, Mungu ametubarikia, tuko na akili mzuri. Ama namna gani jameni?
Sisi sio wajinga. Ukiwa mjinga kwa hii kaunti huwezi kusurvive. Hapa competition iko juu. Hapa watu lazima ukuwe umechanuka hapa juu. Sasa mimi niwaulize jameni. Nyinyi mnaona vile nchi nyingine yote iko. Kila sehemu, uko pande ya Western, uko Rift Valley, North Rift, uangalie kule Mombasa wapi. Angalieni vile ilivyo jameni. Wako kwa kibarua ya kusaidia watu wao wakiwa wanafanya kazi. Ama namna gani jameni? Kila mtu kwa shughuli ya kazi, kila mtu kwa shughuli ya kazi. Na tumesema hatutalete siasa saa hizi kwa vile siasa inakuja 2027. Na sio kusema tu watu ni wajinga. Watu ni werevu. Wewe unaona, mimi naona, mwingine anaona, unapiga hesabu yako kwa roho, unajua vile utafanya wakati ikifika ama namna gani jameni? Kila mtu ako na hesabu yake. Na sio lazima uelezane, unaangalia. Hapa hakuna mtu hiyo. Wengine wanafikiri ni werevu sana kushinda raia. Unaona mtu anapanga kukoroga maneno, nini hapo, mipango hapo chini ya meza, vita, nini. Tunaona na tunajua. Lakini saa hizi tuhakikisha kwamba wakati kazi inafanyiwa, sisi hatuingii kwa mambo ya vita na siasa za mapema ambazo zinafanya kazi zifanyike. Hiyo sio kusema ati hapa kuna mtu muoga. Hapana. Lakini wacha niwaambie, nikiketi hata vita hupangiwa. Ama namna gani jameni? Hata vita hupangwa. Hata kama ni vita unaenda, lazima kwanza upange. Hauwezi kwenda kwa vita tu unaruka tu na kukimbia kwa vita. Nasema tusikizane mwaka wa 2025, 2026 tujenge mashule, tufanye hizo vitu zingine, siasa ikuje. Wenye walifikiri sisi ni wajinga, waone tulikuwa mbele yao. Ama namna gani jameni? Yes. Ile yenye hawajui tufanye siku hiyo. Waone ya kwamba vile mlifikiri ati mmetulalia, tuko mbele. Kanatigo. Tuko mbele. Si Mungu awabariki na watende vyema. Tumsifu Yesu Kristo. Nashukuru sana wageni wetu na gavana kwa kuweza kutembelea pamoja na viongozi. Asanteni sana, natupa matumaini kesho. Asanteni sana kwa kujitolea kuweza kusaidia kanisa letu ili kuwapa hekima na uongozi kutoka kwake. Niseme hapo nimesema mambo ya kuomba. Tumesema ukifikiria sana akili ya mwanadamu ni ngumu kuelewa. Lakini Mariamu ametuambia atakavyowaambia ufanye nini? Tufanye. Hivyo ndivyo Mungu wetu anatupenda. Tunajichafua lakini tukirudi anatuambia oga alafu urudi. Sifu Yesu Kristo. Kwa hivyo tuige huo upendo, tuombe Mwenyezi Mungu atupe huo upendo. Na bila msamaha na upendo hakuna familia inaweza ikasimama. From my little experience. Kwa hivyo tuendelee kuwa na msamaha na upendo katika familia zetu. Tusimame.